party leader wa Usawa Party of Kenya. Asante sana. Yeye sio bishop, ataongelea hapa. Amekubali. Lakini naona kama tuko sawa hapa. Si ndio? Oresoba. Inaendaga hivyo. Adoito muriega. Thank you very much. Nataka kwanza kuishukuru kanisa kwa sababu ya muungano wa leo. Hii kanisa ni kioo cha vile Wamasai walivyo. Watu wakarimu na watu ambao wanaishi na makabila mengine zote bila vita. Hatungekuwa na shida katika taifa la Kenya. Hapa iko Wakikuyu wengi sana, Wamasai wa hapa kitambo, Wabaluya, kabila zote, na hatusikii furugu. Asanteni sana. Na pia nimshukuru gavana wetu Lenku. Nilikaa naye miaka 5. Na mna kiongozi mpole ambaye ana nguvu zaidi. Nafikiri inatoka kwa Mungu. Huyu kiongozi ameunganisha Kajiado. Lakini nimweleze kitu kimoja. Wakati mwingine watu wakinyamaza, wengine wanachukulia kama wajinga. Na nitamwambia ni kwa nini nasema hivyo. Juzi kulikuwa na hiyo mambo ya kubomoa nyumba kule Mavoko. Nyumba zikibomolewa, tukaambiwa zimebomolewa kwa sababu koti imetoa uamuzi. Mimi nakumbuka Governor Lenku katika muhula wake wa kwanza alikuwa kotini akipigana na watu wanaitwa Magadi Soda. Na mimi siongei mambo ya watu, mimi naongea ukweli bila uoga. Kwa sababu wao hawalipi rates, ushuru kwa county ya Kajiado. Akaenda koti ikasema Kajiado inastahili kulipwa ushuru. Na ni koti tu ile tu ilisema kubomolewe. Lakini hiyo ya Kajiado haikutekelezwa na wao hawakubomolewa. Kwani kuna sheria mbili Kenya hii? Hao watu wanadaiwa zaidi ya bilioni 14 na kaunti ya Kajiado. Hizo ni pesa za mwananchi wa kawaida za kumwekea maji. Lakini hiyo pesa hata wakati huu hakuna mtu anaongea. Koti ilitoa uamuzi, lakini kule kwingine koti ikitoa uamuzi wa kubomoa asubuhi saa 8 zinabomolewa. Kwani Wamasai? Kwani wao sio watu? Mimi namuomba, simwambii mlete shida, lakini kuna mahali gavana anaweza fikisha na nyingine inachukuliwa na wengine wanamsaidia. Saidieni gavana wenu, bilioni 14 sirudi kwenu. Hiyo nyingine mimi nataka kuomba msamaha kwa sababu kuna sauti ilitoka kwetu ati Kenya ni ya shareholders. Hiyo sauti sio sauti ya Wakikuyu. Wakikuyu sio wajinga. Hiyo ni sauti ya mtu mmoja anaitwa GACHAGUA. Na mimi ni Mkikuyu kama yeye, lakini nasema yeye haongei kwa niaba yetu. Sisi tungependa kuungana na nyinyi, kukaa kama nyinyi. Sisi sote ni wanahisa katika taifa la Kenya. Na kwa hivyo, kwa sababu hapa kuna Wakikuyu wengi, hata mkiwauliza watamwambia hiyo sio sauti kutoka nyumbani, sauti yetu ni Kenya, iwe Kenya moja. Nikimalizia, kuna wangwana ambao wana majadiliano kuhusu ile masuala ya kitaifa. Na ndugu yetu Kalonzo Musyoka ndiye kiongozi. Kwa bahati mzuri, Wamalo wako hapa na kwa hiyo meza.
Rafiki yetu Kalonzo, ndugu Kalonzo wako hapo, ndiye kiongozi wa upande wetu. Jeremiah Kioni uko ni fundi wa mitambo. Tekniko kule. Tunasikia wiki hii, nasikia kesho wanaenda kuandika report. Na watu ama wako karibu, mimi sijui, mimi siko kwa ikao, lakini mimi najua kidogo. Wako karibu kuandika report. Na wametoa ripoti nusu kwa muhtasari. Wakasema ni kama mambo 4 wamekubaliana. Lakini kuna jambo moja ambayo hawajatuambia imefika wapi. Hii mambo ya cost of living, gharama ya maisha. Sijui hiyo inawekwa kando kwa nini? Na hiyo ndio ilikuwa iwe ya kwanza. Sisi tunawaamini. Lakini tunawaambia wakienda kuandika report, bila report sahihi ya kupunguza gharama ya maisha, hiyo haitakuwa ripoti yetu sisi wa Kenya. Ripoti ya Wakenya ni ripoti ambayo itatokea kwamba bei ya bidhaa inashuka na Mkenya maisha yake imebadilika. Bila ya hiyo, mimi namuomba hiyo karatasi mkipewa, mkatae kusign. Mkisign, sisi hatuko na nyinyi. Thank you very much. Huyu bwana wa Iria ametuweka kwa shida hapa. Lakini bahati nzuri tuko na team leader wetu hapa. Kabla sijamrudishia gavana wetu Olelenku, nitampa nafasi our team leader aje waeleze, lakini pia niwape assurance ya kwamba masuala yalikuwa 5. Na kati ya yale 5 yetu ya azimio ni 2 ndio tulipeana uzito zaidi. Ni swala la gharama ya maisha na swala la haki ya kidemokrasia, ile electoral justice. Wenzetu walileta mambo ya ofisi, ile ya Musalia Mudavadi, Prime Cabinet Secretary. Wakaleta ofisi ya upinzani, ofisi za kina mama. Lakini yale tunapeana uzito kama wanaazimio ni yenu ninyi wananchi. Na kesho tuko kule Nakuru kufanya the final week. Tuko na wiki moja imebaki kumaliza hiyo kazi. And I want to assure you, as our leader will assure you today, without dealing with the issue of cost of living, there will be no deal. His Excellency Stephen Kalonzo Musyoka, tafadhali. Tafadhali. Alafu ndio nirudishie governor. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusalimianane mahali tulipo. Hebu enueni tena tafadhali. Najua tumechoka. Nitasoma tu from the book of Ecclesiastes.